Biamore? Yes. Nashukuru sana kwa wananchi mpaka tukuwe na baraza na nyinyi ili tupate mwelekeo ambao pengine unaweza kutuletea suluhisho ya maneno yote mlioangazia hapa. Kitu cha kwanza, ningewaomba wananchi kwamba maneno ya usalama unaanza na nani? Wewe mwenyewe. Usalama unaanza kwako, ndio mimi nami nije, si ndio? Kuna kitu kimoja so far kwa ule muda mimi nimekaa hapa, na nataka hii kitu jamani mkitilia maanani sana. Sisi tunategemea nyinyi, si namna hiyo? Mimi sikai na nyinyi huku, sisi tuko huko, nyinyi ndio mnakaa hapa. Kile kitu nimekuja kurealize, kitu kinaitwa ukweli hamnanga. Wananchi hamna ukweli, especially hapa hii Kenyenya hii ama Kisii yote. Wewe uko na furaha gani wakati umepeana false allegation against mtu alafu unataka huyo mtu astakiwe? Pale tunaletewa habari za uongo sana pale. Na tusipokuwa keen tunapeleka mtu ambaye si criminal. Si namna hiyo? Yes. Unaleta habari za uongo sana. Na ndio maana wakati hata sisi tukikaa tukiangalia, wakati tumepata hakuna ushahidi kamili, tuna release mtu alafu nyinyi ndio mnalalamika. Na nyinyi ndio mmepotosha watumishi wa serikali. Mnataka tufanye namna gani? Nataka hapo mniambie. Iko mtu aniza njibu? Kwa nini tukue waongo? Unafurahia nini wakati mtu ambaye si mshukiwa wewe unataka ashtakiwe? Ni faida gani unapata? Hakuna. Tuweni wa kweli tafadhali. Tuweni na ukweli. Na usiripoti kitu ile ambao haujui. Maneno ya kusema nilisikia, achana nayo. Hata kotini hakuna maneno ya kuwa ati nilisikia. Hapana. Kama uko na ushahidi, leta ushahidi, utepo ushahidi, tupeleke mtu kotini. Lakini kusema ati nilisikia ama niliambiwa, hiyo tuachane nayo. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Yes. Sisi furaha yetu kama watumishi wa serikali ama kama askari ni kuona wananchi unaishi kwa amani. Na hiyo ndio ombi letu kubwa sana. Mimi nashangaa sana. Ako wapi? Where's that gentleman? Ako wapi yule kijana? My brother, hebu simama. Ilikuwa ni huyu nafikiri. Ati kijana amefanya makosa. Kijana amefanya makosa. Mzazi anazunguka, kijana anapotezwa. Anapotezwa na polisi. Nani anampoteza? Si ni mzazi wake. Huyo mzazi anataka amani ama hataki amani? Mtu kama huyo mnataka tufanyie nini? Turekebishe mzazi ama turekebishe mtoto ambaye amefichwa na mzazi? Hata sisi kama wazazi tujue mtoto yako akikosa amevunja sheria, wacha sheria imchukue. Najua tunapenda watoto wetu kweli, lakini wewe utakubali namna gani wakati unakaa na mtoto ambaye ni mhalifu?
Wewe unakubali kukaa na mtoto, tena una protect mtoto ambaye ni mhalifu. Alafu baadaye unakuja kulaumu polisi. Hapo wazazi ninataka mjiangalie sana. Mtoto wako akiwa mhalifu, wacha endelee na uhalifu wake, tukamate yeye, tupeleke wapi? Wacha kukinga mhalifu. Wacha kukinga mhalifu. Tuko pamoja? Yes. Kama mtoto ni mkora, wacha akae mkora. Yeye ashughulikiwe vile inavyotosha. Lakini si mzazi unajua wazi kwamba huyu ameenda ameharibu mali ya mtu ama ameiba kwa mtu, alafu wewe ndio unaenda baadaye unamwekea kinga. Hiyo hatutakubali. Maneno ya kupeana habari za uongo nafikiri nilikuwa nimeshaongea hapa. Tuachaneni kabisa na maneno. Kuhusu kesi za immorality ama defilement. Ni kwa sababu tumekosa maadili ama namna gani? Mimi nataka wazee wa Kisii hapa mniambie leo. Ni maadili watu wamekosa ama ni nini? Because tunaletwa kesi ya defilement, mtu mzima, mtu mzee amelala na mtoto kidogo. Alafu hapa watu wanakuja kulalamika maneno ya immorality. Ni maadili wa Kisii hamna ama nini? Jameni. Ni maadili mumekosa ama ni nini? Nataka mtuambie hapa, mmenyamaza sana. Kunyamaza inamaanisha nini? Masinda ni nini inawafanya hivyo? Masinda. Mzee simama. Asante. Kwa jina mimi naitwa Nyang'ara. Nafikiria tumefika mahali Mungu alikuwa anasema tumepita Sodoma na Gomora. Wale watu tunaongelelea si watu wa kale, ni watu wamelaniwa. Kwa hivyo tafadhali, kama ni mtu amekuja kudanganya serikali, if I talk to him, he doesn't listen to me. Or you talk to him. Wambotesha serikali wakati. Go back to him. Waangalie, lakini waje tuongelezane. Tuombe Mungu. Basi. Au tu ukweli. Si Mungu kila siku tunamuomba. Wengine wamekataa. Hapa unaona vile watu wana flock kwa makanisa. Unajua hata mimi nashangaa. Watu vile wana flock kwa makanisa, and then baada ya muda tu unasikia mtu amelala na mtoto kidogo. Tena ile maajabu ni kwamba mtu mzima ndio analala na mtoto kidogo. Kina mama wale ambao pengine ni wajane, hawana wanaume, wengine ni wasichana wako hapa. Mtu unaongea na yeye, lakini nyinyi hakuna, unapata mtoto kidogo. Ni kitu gani atakupatia? Ni starehe gani atakupatia mtoto kidogo? Ni starehe gani mtoto kidogo atakupatia wewe? Boss, kama wewe sasa. Mfano, sisemi ni yeye. Mtoto kidogo ni starehe gani atakupatia? Kuna unajua nini? Mambo ya drug abuse, mambo ya kama hii makakane bise. Aile. Mtu akinywa hizo aone kama ni waka na na pengine vile umesema maadili, unajua sisi zamani tulikuwa tunaheshimiana. Lakini sasa hakuna heshima. Kwa hivyo maadili imepotea. Sasa imekuwa Sodoma na Gomora. Sasa ujui mama yako, ujui ndugu yako. Unajua sasa ile kitu ambacho kimeleta hii shida yote ni drug abuse. Mtu akinywa hiyo kitu ngoja nikwambie, hata wewe unakielewa kabisa. Haelewi nani anaenda na wewe. Haelewi. That's what happens. Because the plane has been washed. Now you don't think that this is your son or your daughter or whatever. No. Hata umesikia tena kuna sofa. Hapo tumeandika. Kuna wanaume tena wanaume wengine.
Hayo maadili yametopika. So maadili yamepotea. Yes. Maadili, okay. Nafikiri upotevu wa maadili sana sana inaletwa kutojua Mungu. Sawa? Maandiko vile imeandikwa, ikiwa hatusomi hiyo maandiko, ndio tunapotea kimaadili. Hiyo ndio kitu mimi naamini. Hebu turudini kwa Mungu. Sawa? Hamutaki kurudi. Ndio naona mimi nasema turudini kwa Mungu, hamutaki. Amina. Mama nasema hata watu wakirudi? Nasema watu hata wakirudi wa kanisa wanaenda wanajifanya ni wa kanisa lakini ndio wabaya zaidi. Yaani wanaenda ni kupitia kwa kanisa ndio wafanye mabaya zaidi. So kwa hivyo ni kumaanisha hatujui Mungu. Hatujui Mungu. Hii kwenda kanisa tunaenda tu. Alafu mimi ile kitu kingine hata mimi inanishangaza ni kwamba mtu anaweza kuja kuua mtu hapa jirani yake hapa ajui. Hiyo kitu inaingia namna gani? Because zile crimes zinakuwa committed hapa unajua ni za kushangaza sana. Ati mimi niko hapa jirani yangu anauawa hapa ama anafanywa makosa hapa. Nisisikie. Mimi nataka tusaidiane hapa. Hii uhalifu tukiuachilia utaenda out of hand na tutakuwa na shida. Kuja usema kweli. Mtu ni mwizi, kama ni mwizi wacha yeye mwizi na usiogope, because naona ile shida kubwa sana ni watu kuja kujitolea kupeana information kwa polisi ama kwa serikali. Mtu anajua fulani ni mkora, amefanya kitendo fulani mahali fulani, lakini mtu ananyamazi. Next time inaweza kuwa wewe. Si ndio? Yes. Kwa hivyo nataka tushirikiane katika kupigana na uhalifu hapa. Sisi tuko tayari kuhakikisha kwamba nyinyi mnaishi na amani. Ndio maana tumetoka makwetu huko, tumekuja tunaishi hapa ili tufanye nini? Tupeane huduma kwenu. Lakini kama nyinyi ndio mnatunyima sisi information, itakuwa ngumu sana sisi kuvumbua kitendawili cha uhalifu vile unavyoendelea hapa. Maneno ya drugs kama huyu bwana amesema, hata nyinyi mnajua wale wanauza hizi bangi, lakini the moment mimi nimekuambia we njoo unipatie mimi information kuhusu huyu, we utaki. Tutapigana na uhalifu na maneno ya madawa kulevya namna gani? Naomba tushirikiane hapa. Sawa? Sawa wananchi? Tushirikiane kabisa. Wewe usiogope. Kama unaogopa pengine kueleza OCS, kuja kwangu. Ile ofisi yangu iko wazi pale. Na nitapeana namba yangu hapa. Yes. Kama kuna kesi yako iko pale na hujui mahali imefika, elezana. Kuja kwangu. Mimi mwenyewe nitafuatilia. Makope bwana. Maneno ya officers wale wanasema wana collect bribes hapa kwa sababu ya pombe huko kwa mapombe. Hiyo namba yangu mimi nikishaipeana. Nataka unipigie wakati umeona mtu anatoa pesa. Tuwe na ushahidi kamili. Na wewe uko tayari kupeana ushahidi, because hakuna vile nitapeleka mtu kotini kama ushahidi hakuna. Wewe kama mshahidi kuja peana, andika statement uliona na uko na uhakika uliona. Maneno ya patrols, nafikiri of late kama vile nani yule mzee alisema kwamba amesikia kwamba kuna patrols ziko. Tumezi intensify kabisa patrols saa hii, because kuna watu walikuwa wameanza kusumbua wananchi. Simlisikia kuna watu walipigwa Mugonga, watu wakapigwa Itago, wengine wakapigwa Keroka. Simlisikia hiyo? Na mlisikia kuna watu waliangushwa juzi Ogembo? Yes, na kuna wengine tumekamata already.
wale watu tu wanafumwa nyingi. Ndio maana tukaintensify patrols ili tupatane na hiyo watu. Na tunashukuru. Ndio watu tumeshakamata. Sitaki kuongea zaidi hapo. Naweza kupeana nini bure alafu information ta jeopardize investigation. Already kuna watu wale ambao wanatusaidia katika uchunguzi wetu. So kama ni hapa patrols zitakuja kama vile mlivyoomba, na zikikuja msianze kusema mnakuwa harassed because watu kifika ile masaa ambayo sisi hatutaki kuona wapi kitu saa. Kuna ile masaa sana basi inafungwa saa 5. Beyond saa 5 wewe utatuelezea, ama kama una operate bar beyond saa 5 utatueleza. Uko na sheria gani? Unless uko na ile license ambayo inakuruhusu cooperate night club. Otherwise mimi sina maneno mengi. Kuna yule mzee ambaye alikuwa disabled kidogo ya macho. Nafikiri maneno yake mliyasikia. Huyu mzee. Usilaumu serikali sana. Hata sisi wazazi wakati mwingine tufanye nini? Ujilaumu. Ujilaumu. Because sioni vile mzazi unaweza kuwa muoga na mtoto yule umezaa. Unajua hiyo ndio kitu mimi naona hapa. Mzazi, mtoto wako yule umemzaa. Unamuogopa. Mtoto umemzaa akiwa mtoto kidogo mpaka amekuwa mtu, ati wewe sasa unamuogopa. Hapo iko mahali tumeregea kama wazazi. Wacha tuongee tu sasa, kama ukiona mzazi anaogopa mtoto wake, kuna kitu hata huyo mzazi anakosa. Wewe kuwa tafu na mtoto wako bwana. Mzee. Kuwa mkali na mtoto wako. Wacha afanye vile anafanya, lakini kuwa mkali na yeye. Hii ni mtu wewe kama si wewe hangekuja kwa hii dunia, si ndio? Alafu sasa inakuwaje mtu unamuogopa? Ndio kitu nimeona hapa. Mambo mengine sana ni maneno ya kina mama wale wajane. Huku wajane wananyanyasika sana. Anakosa haki yake kabisa.